Yaani hivi unajua kwenye maisha mimi najiuliza sana. Alafu nikianzaga kujiuliza sema yule blaza yaani anaongeaga vitu vya ajabu. Jamani mimi naongeaga vitu vya ajabu kwa sababu yani nikiangalia watu wa sasa hivi sijui wana matatizo gani, sijui wanawake wa sasa hivi wana ugonjwa wa akili, sijui yani wanaume wa sasa hivi wana ufinyu wa akili. Yani sielewi. Naanza kujiuliza mabinti wa sasa hivi hamkufundwa nyie kweli? Hamkufundwa? Wewe mwanamke unaenda kuolewa, haukufundwa kweli na wazazi wenu? Haukufundishwa? Haiwezekani mwanamke kama mwanamke unaamka asubuhi, unaacha nyumba yako, unawahi kwenye nyumba za watu, nagonga eti unaenda kuokoa moto. Hivi nyinyi wanawake kuna muda mwingine mnafiatukaga? Kwa sababu mimi najiuliza, wewe mwanamke ambaye umefundwa hayo mambo, unawezaje ukatoka kwako ukaanza kwenda kumgongea mtu asubuhi amelala, saa 12 unaenda kuodisha kwenye mlango wa mtu ngongongongo? Hivi nyinyi wanawake muda mwingine kumbe nyinyi yani, ndio maana bwana mimi nachoka mimi. Sio nachoka. Ndio maana vitoto vya sasa hivi ndoa hazidumu. Chanzo cha ndoa kutokudumu ni mambo hayo. Tukiwaambia mnaona tunaongea vibaya. Wanaume tukiwaambia haya mambo wanawake mnafeli. Ndio maana hamkai kwenye ndoa, hamtaki kusikia. Ukiwafundisha mnaona tunawafundisha ujinga. Haya, endeleeni. Wewe mwanamke asubuhi na mapema watu wamelala, unaenda kugonga milango ya watu. Huo utaratibu wa wapi? Huo utaratibu wapi? Huna shida ya muhimu. Yaani huwezi kwenda kumwamsha mtu pasipo shida ya muhimu. Ipo shida muhimu ambayo inaweza ikawa na imekubana. Yaani kuna uwezo wa shida ambapo kiasi cha shida yako kwa kweli na kulazimu muamshe mtu. Wewe unaenda kumgongea mtu asubuhi ngongongo. Alafu mwingine ukimfungulia utasikia naomba moto. Hivi wewe unakuwa wewe ni mchawi? Huo ni uchawi. Na ndio maana vimwanamke vya sasa hivi vingi vimekaa kuvunja ndoa za watu. Na nyinyi wanawake mlio kwenye ndoa muage na akili. Haiwezekani wewe upo kwenye ndoa unaongea na lijitu ambalo lilishaachika. Haliwezi kukufundisha kitu chochote. Haliwezi kukufundisha kitu chochote kikakusaidia kwenye maisha yako. Wewe mtu liko nilisingomaza na wewe ndio unashinda nalo mke wa mtu. Litakushauri nini? Muda mwingine ukipishana na mume wako tu kidogo, haliwezi kukushauri kitu chochote cha maana kwamba bwana kwenye ndoa kuna milima, kuna mabonde, kuna kushuka, kuna kupanda. Lakini kwa sababu lenyewe nilisingomaza lilishaachika, lazima litakwambia wakizinguaga tunaondokaga. Mimi niliondokaga. Sasa kwa mfumo kama huo wanawake wa sasa hivi hamwezi kudumu kwenye ndoa. Ndio maana mtaniona mimi ninachoongea kama na watukana. Si watukani, lakini wanawake wa sasa hivi akili hawana. Wengi sana wanawake wa sasa hivi wanaojiita wanawake wa kisasa, wanajiita vitoto vya 2000, akili hamuna. Wengi mno. Siongei kwa kukisia, ni wengi mno. Na ndio maana unakuta hata kikiolewa kikitoka nyumbani kinajua ndoa ni ya mashosti na mashikaji. Ndoa sio ya jumuiya. Sio, mnanielewa vizuri? Nyinyi wanawake wa sasa hivi. Ndoa sio ya jumuiya. Ndoa ni ya watu hao wawili. Watu wawili tu ndio wanaopaswa kukaa kwenye ndoa. Ndoa hamkai watu 20. Ulivoolewa wewe usitegemee uliolewa wewe na mashoga zako au uliolewa wewe na ndugu zako. Umeolewa wewe peke yako. Na maana anayepaswa kwenda kuijenga ndoa yake ni wewe peke yako. Sasa inatokea kimwanamke kimeolewa alafu na kikuta eti washauri wakubwa wa ndoa ni majirani na mashoga zake na watu wa kwao. Kila kitu kinachoendelea kwenye ndoa taarifa kwao zimeenda. Kila kitu kinachoendelea kwenye ndoa taarifa mashoga zake wanazo. Kila kitu kinachoendelea kwenye ndoa mshenga taarifa nazo. Kila kitu kinachoendelea kwenye ndoa mchungaji anazo. Nyie wanawake wa sasa hivi ndio maana hamwezi kudumu kwenye ndoa. Nyinyi mnajua ndoa ni taasisi ya maneno. Mnajua ndoa ni taasisi ambayo ni shirikishi. Ndoa sio shirikishi. Mimi nawaambiaga watu siku zote, na ndio maana mafundisho yangu huwa ni magumu. Mnataka tuongee kistaarabu wakati hamuelewi. Ndio maana tunaongeaga kwa ukali. Tunaongea kwa ukali ili mtuelewe. Hamwezi kudumu kwenye ndoa na hizo tabia. Mwanamke mwenye anajitambua yupo kwenye ndoa na ana hekima na amefundwa, hawezi kuwa na tabia hizo unazozizungumzia. Mmoja, mwanamke anayeelewa, anayejua ndoa na anaichunga ndoa, hawezi kuwa ni mbea. Hicho ni kitu cha kwanza. Cha pili, mwanamke aliyefundwa anajua siri ya ndoa. Ndoa ni siri. Yaani kuna kupanda, kuna kushuka. Kuna muda mwingine mtagombana ndani lakini
masaa mengine ni kimya kimya, hata watu waliowazunguka wanaweza wasijue ndani kuwa nyinyi mmegombana. Ndoa ni taasisi ya siri. Unapochukua siri kwenda kuzitoa nje, maana yake unaenda kushirikisha watu wengine wasiohusika kwenye ndoa yako. Maana yake umeenda kumpa adui sasa nafasi ya kuiharibu ndoa yako. Yaani wewe ndoa yako huwezi kaenda kuwashirikisha watu wa nje. Siri zenu za ndani huwezi kwenda kuwafichulia watu wa nje. Sasa wanawake wa sasa hivi, unajua chanzo cha kuto kudumu kwenye ndoa ni midomo yenu na maneno yenu. Hamna siri, hamjafundwa nyie. Wewe unadhani baba yako na mama yako au ndugu zako wewe, au tuseme kuna watu waliokuzidi umri, waliokutangulia wengi tu, unafikiri wangezeeka kwenye ndoa kama wangekuwa na maneno kama ya kwako? Mkigombana uende kushtakia kwa baba yako au uende kushtakia kwa mama yako, naye mwanaume mkigombana na akashtakie kwao, ni kuaibishana, ni ujinga wa kipumbavu. Wanawake wa sasa hivi, mnachokiongea naombeni mnisikilize. Kama mnataka ndoa zenu zidumu, acheni maneno kwenye ndoa. Alafu ndoa ni uvumilivu. Ndoa inajengwa na uvumilivu na siri na kuvumiliana. Na maana inatakiwa uwe na hali ya kumvumilia mwenzio. Mvumilie mwanaume wako, si unaenda kumwanika nje. Hata ukimkuta na mapungufu, umvumilie, na kama unamuelekeza mume wako kwa upendo ili abadilike. Huyo ni binadamu na anakosea. Ndio maana ulipoolewa, na mimi ninajua kabisa mwanamke anapoolewa kwa 100% hawezi kukamilika kwenye vitu vyote, hata kama alifundishwa na wazazi. Kuna vitu bado wewe ni mwanafunzi kwangu. Na maana unapokuwa na mwanaume inatakiwa ujue kwamba mwanamke wewe ni mwanafunzi kwa mwanaume. Inatakiwa uelewe. Ndio maana Wanyakyusa wana kanyimbo fulani wanaimbaga, wanasema uyo tubapele winyu kama mnakapata, alafu wanakuambia mkamfundage ambalele. Yaani maana yake mkamfundishage. Wanajua tu kabisa hata kama sisi wazazi tumemfundisha, kuna vitu huyu mwanamke lazima anaenda kujifunza kwenye ndoa. Hakuna kocha wa ndoa wala mwalimu wa ndoa. Yaani unayoenda kuyakuta kwenye ndoa ni mengine hata kama ulikuwa unajifunza. Ndio maana ndoa haichagui mwenye digrii, mwenye elimu, sijui mtu wa juu wa hali ya namna gani. Unakuta watu wenye pesa, wenye wazifa, waliosoma, ndoa anahangaika na ndoa balaa, wamechoka. Chanzo ni nini? Ndoa haina elimu. Hata ungeenda darasani usome, na kuambia usome hivi vitabu hivi, ndugu yangu, vitabu hivi mpaka umalize, havikusaidii kitu kwenye ndoa. Ndoa inataka hekima na busara na utiifu na kusikilizana kwenye ndoa. Sasa wanawake wa sasa hivi ukiwaambia wabishi, haki sawa, haki sawa, mwanaume ataniambia nini? Miaka ya leo haki sawa. Mwanaume hawezi mimi kunipanga. Ndio maana hamdumu kwenye ndoa. Mtaishia kuwa masingomaza na mtazidi kuongezeka. Chanzo ni hicho. Tukiwaambia ukweli hamtaki kubadilika. Wewe mwanamke umekaa muda wote kwenye makundi. Mwanamke ukiolewa wewe sio wa makundi. Wewe umeolewa ni wa kukaa ndani. Wewe umeolewa na mume wako ni wa kuwekwa. Maana yake mwanamke ni pambo la ndani. Inataki umsikilize mume wako. Sasa wewe amekuwa wewe tayari upo nyumbani, una makundi ya ajabu. Wanawake wanakuja, wengine wanavaa masuruali, wengine wameachika, wengine hawana ndoa. Watakushauri nini wewe mke wa mtu? Huwezi kushauriana nao hao. Kwa maana sasa mwanamke vya sasa hivi vingi ndoa zinajishinda. Yaani ukikiambia kinaona kama unaongea ujinga. Sasa mwisho wa siku, na sisi wanaume tulivyo sasa, na wapeni ni siri, mwisho wa siku tukichoka ndio sasa tunachaga kila kitu kiende. Kwamba sasa kama imeshindikana, kumbe katika sheria zangu mimi nafundishaga mwanaume na mwanamke hawawezi kuwa sawa hata siku moja. Never. Nenda uendako. Mwanaume yoyote yule, hata awe zimeachia, anataka mwanamke mtii. Mwanamke akishindwa kumtii mwanaume, huyo mwanaume kumwacha ni dakika yoyote ile. Tena sijidanganye, kwa sababu kitu cha kwanza kinachofanya ndoa kudumu ni utii. Mwanaume anahitaji mwanamke anayemsikiliza. Mke wangu, achana na mashoga zako. Achana na watu fulani mimi nimeona hawako sawa. Achana na vitu fulani mke wangu. Mimi nataka uwe kwenye mstari huu. Hiyo ndio itifaki inayotakiwa kufuatwa. Protocol anayoitoa mwanaume ndio inayotakiwa kufuatwa. Tatizo wanawake wa sasa hivi, nyinyi ni wabishi. Ndio maana hamdumu kwenye ndoa. Hamdumu. Hamdumu kwenye ndoa. Ila mimi sisemei mke wangu, mimi mke wangu ananisikiliza. Nasemea wanawake wapumbavu wasioelewa. Maana kuna wanawake hata wafundishe vipi hawasikizi. Mimi mke wangu angekuwa basi hatuelewani,
huenda tungekuwa tumeachana, lakini mimi mke wangu ananisikiliza. Ndio maana ndoa sio ya mashoga, sio ya mashosti, sio ya nani. Hatuachani kwa sababu ya baba, hatuachani kwa sababu ya mama.